Oga Obina amezungukwa na mademu wengi, alafu Oga alikuwa kama amezungukwa na mademu ka 6 hivi, wanasink kwa hiyo moto, wanaenda chini. Alafu kwa shoulder ya Oga Obina kuna udema anaitwa demo Facebook, amesimama kwa shoulder ya Obina. Sasa ni kama ile weight yake pia inafinya Obina, anaendelea kusink. What does that mean? Nikigeuka hivi tena naona Bahati na Diana. Naona Bahati na Diana wako wawili wanacheka, wameangaliana hivi wanacheka, ni kama wanapiga story wanacheka. But now washa sink, moto imefikia kwa shingo hapa. So they're going down, moto imefika kwa shingo. But wanapiga tu story wanacheka, Nikiangalia hivi tena kando, Mulamwa I don't quite remember Mulamwa alikuwa anafanya nini, but Mulamwa ni kama amebeba mtoto, anabembeleza mtoto. Na mtoto macho za mtoto hizi kwa red, macho za mtoto ni red, ni kama ako possessed. Ikawa na Salasia wako na Alisha Kanini. God amenionyesha celebrities watakufa vibaya sana, by the way, vibaya sana if we don't change. You see, on the 28th of April nilikuwa ni launch my new music, inaitwa Zuchu. So I was to launch my new song inaitwa Zuchu, na mimi na timu yangu, management, producers, tulikuwa tushapanga kila kitu. Tumeupload ngoma kwa streaming platform zote, tumekiu kwa YouTube, ikuje by the 28th of April saa 6 kamili mchana ikue out. So on the 27th nikasema nimeaso sana about ngoma, wacha nilale mapema leo so that at least niamke nikiwa fresh on the 28th, sababu unajua muziki inataka concentration, especially saa zile una release, unahitaji time ya kuengage watu, ma DJ, ma presenters, ma fans, wasanii wenzako kusaidia kupush. So unahitaji kuwa in your right set of mind na ukwe fresh. So nikadecide siku, normally mimi hulala saa 9 saa 10. Siniulize inafanyaga nini, but mimi hulala saa 9 saa 10 normally za usiku. But on that day nilala by saa 5 nilikuwa nishaenda kwa bed. So kwenda kulala, my body was tired, my mind was tired, my body was tired. So I think 10 minutes even nilikuwa nisha doze. But now kitu ingine, uagamisi mtu wa kuota. I don't dream. I think nikijaribu kukumbuka kidogo, I think mara 2-3 hivi ndio naweza kumbuka ni maota ile kitu nakumbuka. And even so, hizo vitu niliota, all those times zenye niliota nakumbuka at some point in life zilikuja zika happen. Hata kama si exactly vile niliota kwa dream, but unaonaga ile kitu yani ina happen na unasema hii kitu sinishaiona. Sijui ka nisha experience hiyo kitu, yani kitu ina happen naona kabisa hii kitu ishaini happenia before this exact way, kumbe ni ndoto uli have. So on the 27th night nimeenda kulala. I say ile ndoto nilipata, ile ndoto niliota hiyo siku, I don't know. Kitu kama hiyo sijawahi nifanyikia. Nili dream niko katikati ya moto mingi. Unajua moto, yani imagine ocean, bahari. Unajua ocean, ukiangalia hivi ukiwa katikati ya ocean, wale watu washapanda ship,
Ukiwa uko katikati ukiangalia huku ni maji, yani huwezi ona anything else but maji. So imagine your ocean, your maji ni moto. So I was in the middle of that fire, katikati huko, but ni kama nimefloat juu ya moto hivi, alafu moto imejaa all over, nikiangalia huku sioni mwisho. But now that's not even the thing. Hiyo hata sio kitu na try kusema. What was amazing about ndoto ni kwamba as I was looking around hii moto, nilikuwa naona faces. Ukiangalia hivi naona faces zenye na recognize, watu najua, whether personally, whether through the industry, whether watu famous too. Yani ukiangalia hivi, cause nilikuwa naangalia, ukigeuka hivi nakumbuka niona Oga Obina amezungukwa na mademu wengi, alafu Oga alikuwa kama amezungukwa na mademu ka 6 hivi, wana sink kwa hiyo moto, wanaenda chini. Alafu kwa shoulder ya Oga Obina kuna udem anaitwaga demo Facebook, amesimama kwa shoulder ya Obina. Sasa ni kama ile weight yake pia inafinya Obina, anaendelea kusink. What does that mean? Nikigeuka hivi tena naona Bahati na Diana. Naona Bahati na Diana wako wawili, wanacheka, wameangaliana hivi, wanacheka, ni kama wanapiga story, wanacheka. But now washa sink, moto imefikia kwa shingo hapa. So they are going down, moto imefika kwa shingo, but wanapiga tu story, wanacheka. Nikiangalia hivi tena kando, ona Mulamwa I don't quite remember Mulamwa alikuwa anafanya nini, but na Mulamwa ni kama amebeba mtoto, anabembeleza mtoto. Na mtoto, macho za mtoto hizi zilikuwa red, macho za mtoto ni red, ni kama ako possessed na kitu, but Mulamwa anambembeleza. Bado tu hapo ndani ya moto. Nakumbuka niliona hadi huyu jamaa designer, huyu mwenye ana designiaga wasanii manguo za hatari, wanaitoga nani, Bespoke. Huyu mwenye alikuwa na design ya inda zile manguo za wedding, niliona Bespoke pia pale kwa moto. Nikaona Jeff Koinange. Sasa unajua Jeff Koinange vile anakuwa amekal nywele, ameka sijui ni chemical ama ni nini. Sasa hizo nywele zake zilikuwa hivyo, but now zilikuwa even bigger, alafu zilikuwa red, ni kama zinaungua pia. Na Jeff anaenda, alafu Jeff naye ni kama ngozi ilikuwa imetoka, sasa unaweza ona nyama ndani, Kumbuka niliona nani tena, nikaona Kasipul. Niliona Kasipul na Babu Owino. Now Kasipul na Babu walikuwa wanajaribu, kulikuwa na Sakaja katikati yao. So ni kama Sakaja ameingia ndani ya moto tayari. Kasipul na Babu wako wameshikilia, mmoja ameshika mkono ya Sakaja, mmoja mwingine ameshika ingine. So ni kama wanajaribu kupull Sakaja out of the fire, lakini Sakaja ana sink. Nika Sakaja ni mzito, ana sink. Wanajaribu kumpull out, mmoja ameshika mkono, lakini yeye ni kama ni mzito kwa shinda, ana sink ndani ya moto. Yeah? At the same time nikaona Diamond na Zuchu. Alright? Nikaona Diamond na Zuchu. Same situation, same scenario. Diamond alikuwa na sink, Zuchu sasa amemshikilia hivi. Zuchu amesimama juu ni kama amefloat kwa moto hivi, na ameshika shingo ya Diamond, anajaribu kuinua Diamond out of the fire. Ameshika shingo ya Diamond itoke. Hizi vitu hata sielewi inamaanisha nini hizi vitu. Nikaona Salasia wako na Alisha Kanini. Unajua Alisha Kanini huyo msichana fulani hivi, sijui anafanya nini, but nimemwona na TikTok wapi wako na Salasia wanapiga story na wanaungua. Ushaona situation? Wase wanapiga story lakini wanaungua. Alisha Kanini na Salasia. Alafu
at the same time nikigeuka hivi kaona Aziad ule demo wa kudance. Aziad was dancing. Kama demo anapenda kudance sana. Aziad ana dance tu, ana dance na ana sing, anaingia kwa moto na ana dance. You know? Yani Andrew Kibe was there, and Andrew Kibe alikuwa amevaa boxing gloves. Andrew Kibe alikuwa amevaa gloves za boxing, na alikuwa ana around Andrew Kibe kuna madogi mob. Ushaona madogi kubwa yani sura ya dogi na kama mixture ya dogi na fisi nini zimemzunguka, ni kama zinataka kumwaya zinamvaa, lakini Andrew Kibe ako na boxing gloves na shielding the dogs, na bado wana sing pole kwa moto. Now the thing about this dream yenye ilinishangaza ni asa walikuwa kwa moto, lakini ni kama hawasikii uchungu. Ni kai moto inawachoma lakini hawasikii uchungu. Wao wanaendelea tu kufanya vitu wanafanya. Unaelewa? Bahao napiga story hapo na Diana lakini wana sync. Oga Obinna amezungukwa na madem hivi, demo wa Facebook ako hapa hivi anamfinya chini, anaendelea kuzama ndani ya moto. Watu wanacheka tu. You understand? Sasa kuelewa hii dream. So instead ya kurest vizuri that night of 27th April, ikashtuka, ikaamka. By 5 nilikuwa nishaamka. So I'm a very prayerful person, and whenever something enye si understanding na ni happen ya kwa life, the first thing ufanya ni kuomba. So I woke up, piga magoti hapo kando ya bed, and then I made a prayer, na nikauliza God, I really want to understand what is this thing that I'm dreaming about, na mbona na ota this night enye napanga kurelease song yangu the following day, and it's only celebrities that I'm seeing in this dream. Why? Is it that hautaki niingie kwa hii sako? Is it just a dream kama za kawaida? Unajua saa zingine dreams zinakuaga tu. But now before kukuche, before daylight ingie poa, the spirit ikaniambia niaje, hii song najua umehasulia sana wewe na timu yako. You can't imagine, we've been working on this one particular song for almost 3 months, 3 good months. I mean, mimi huandika tu song in a day, naweza andika song start to in a day, because I write music for artists. So naweza andika song start to in a day, na ni songs kali na msanii akiimba ina hit. But now hii song moja sijui sababu ni I don't know if I was nervous about it, sijui, but it didn't take like 3 months tuna retake tunaipitia. But now sasa imefika siku ya kurelease, we are confident about the song, we know the song is a hit. Aini spirit na niambia sasa niaje, no, hauta release this song, take a break kwanza. And remember, sijatoa muziki for the longest time. Alafu tena saa hii na feel Roy ananiambia take a break kwanza, 21 days. Nikaamua okay, I'll take 21 days. Ni fast, ni pray, ni muulize God, what is this all about? Because hata saa hii I still don't know what this is all about, because leo ni tarehe ngapi? Leo ni tarehe 12. This happened on the 27th of April. So I'm well into the days now, like 21 days. And then I release song inaitwa Zuchu. But now ilifika saa 2 nikajua timu yote sasa timu yote washaamka, kwa sababu we are all anticipating for a release of the song today. So tunakuaga na meetup account yetu. Nika place a conference call. Nikaambia kina Devin aje, najua mmepiga job sana, najua leo
we are expecting to release our song, but I feel ni kama it's not yet time. And I feel let's pull down the music from all the platforms. Let's wait for 21 days. My spirit is telling me it's not yet time to release the song. Bro, ukonvince watu ati to pull down wimbo tungoje 21 days ilikuwa hustle. Karibu ni chapwe man. Bamdogo acha bangi wewe. Shida gani unakoga nayo? Ikitu tumewakia. Tunajua ni hit manze. Wacha nervousness. Waambia sio nervousness, hata mimi najua kwamba ni kali. But some things are very spiritual, especially to artists like me. Some things are very spiritual. So guys, just understand me. We've been waiting for 3-4 months. 21 days itaisha tu. Because I also need to understand, what does this dream, what does does the dream mean? What does this dream mean? Yeah. But song ya Zuchu is still coming out. I know itakuwa na backlash sababu kina Devi, management and producer wananiambia, wewe najua unaogopa ile content iko kwa song, unaona ni kama watu watakushambulia ile kitu umeimba. No, mimi nimezoea kushambuliwa. It's not about the song, it's about the spirit behind everything that's happening right now. So guys, if you love your artists, pray for them, because such dreams sometimes carry a lot of weight. Bamdogo.